Master J akisema Alikiba ni mbana pua, Bien ndio the best. Of course Bien is the best in East Africa, lakini kwa upande wa kubana pua nataka Tanzanians mniambie, kwani Alikiba huwa akirekodi kwa studio anafunga pua ndio sauti itoke vizuri? Hebu mniambie, kwa sababu pia kama unafunga pua ama unabana pua time una record kwa studio ili kufanya maujanja sauti itoke vizuri, it means uwezi imba live shows. You can't. Yeah, you can't do that. What I know, kuna different ranges za sauti, different watu wamejaliwa different what chords, different chords za sauti. For the first time I attended Alikiba's show pale Raha Fest, and it was really dope. Yani ni kati ya in fact, kulingana na mimi, my opinion, in East Africa individual artists wenye wanaimba vizuri live band, number 1 ni Bien, number 2 Alikiba. Kwa wenye nawajua nimesha attend show zao, kwa what I saw at Raha Festival, yani that one I can tell you. Kujaribu kucompare Bien na any Tanzanian artist ama any East African artist kwa upande wa live act ama live performance, hiyo kwanza ni I think ni disrespect kwa Sauti Sol kwanza, because Sauti Sol, as you all know, wamekuwa wakirun muziki wa live hapa East Africa. You know that. Hello there, how you doing? My name is Ted Agua, and this is that channel where you get to know what's happening, what's trending, the topics that are being talked about, not only here in the 254 Nairobi, lakini the entire East Africa. Make sure that you subscribe. Yeah, straight into business ya sahi hapa. I just want to talk about what happened right here in the 254. Of course, if you are following East Africa's showbiz, you already know that the past weekend it was a total shutdown. The biggest concert in East Africa happened on Saturday here in Nairobi, the Mad Fun Experience, headlined by the one and only Odogu, the African giant, Burna Boy. And in case you didn't catch the performance, don't worry, because I got you. I covered the event. You can just scroll, check my latest video on this channel, and you'll see the performances, full performances, yeah, and all that. So on to the topic that I want to talk about right now. After that show, Tanzanians, mazee mtulie, kuna hii story ambayo ilikuwa inaendelea online. I don't know, because you know Harmonize flew in from Tanzania just to attend the concert, and many of us, of course, we thought that it would be appropriate, perfect for Harmonize to step on stage to show some support kwa Burna Boy, lakini that didn't happen. Sasa story ambayo imetokea hapo, people are saying, nimeona Sabato, sauti ya ground, anasema Burna Boy's mom did not allow Harmonize kuperform na vitu kama hizo. Lakini si unaona hizo clips Harmonize alishare mwenyewe. Nimeona TikTok pale, alikuwepo pale backstage, lakini pia mbele kwa part fulani ya audience akiwatch, akirecord. Alikuwa na mamake Burna Boy. You see, they were together. So kama kweli Harmonize alikuwa atakikani ya perform, in the first place asingekuwepo pale. Asingekuwepo. So that is not true at all. I think kitu ilitokea, kulingana na mimi, from my perspective, Harmonize did not get to perform simply because there were no prior arrangements in terms of preparations, in terms of getting in touch with Burna Boy's management, planning, and all that. This was just abrupt. Harmonize maybe last minutes decided, I'm gonna attend and see what happens. So huwezi blame anybody, huwezi blame Harmonize, huwezi blame kwa upande wa Burna Boy na the management. Hata kama alijaribu maybe kutaka kuperform ikashindikana, not that alikataliwa manini. I think it's because prior arrangements were not made to ensure that hiyo ina happen. Yeah, so that's it. Harmonize Konde Boy amekuepo, na nimeona collaborations nyingi zinakuja. Ameweza kurekod na Bien, Manabal Man himself, ambaye pia amekuwa topic
ametrend East Africa, especially after the Trace Awards. Sasa I think hii pia ni appropriate nizungumzie. After the Trace Awards, Bien has been trending. You know, right now here in Kenya, Bien ni kama a new artist. Bien is just getting started, ni chipukizi, yani he's giving everybody a run for their money, kutoka kwa wasanii wenye wamekuepo lakini pia the new acts, he's giving them real pressure right now because after kukaa Sauti Sol for close to 2 decades, unajua ni mtu ambaye ako deeply rooted kwa mziki. He is a real musician. Bien is a real musician. Now that he is just getting started as a solo artist, ametoa the first album, second album iko in works. I think plans za kuirelease ziko underway, if I'm not wrong. Sasa mtu kama huyo mwenye, by the way, wacha niseme tu hii hapa, nimeona pia watu walikuwa wanajaribu kucompare the live performance that Bien did in Zanzibar at Trace Awards na other artists in East Africa. First of all, ikuwe tu clear kwamba hata before Bien atoke as a solo artist, Sauti Sol ni group ambayo imekuwa grounded, deeply rooted, I mean deeply grounded. Root zake ni music halisi, real music. I want Tanzanians to get this. Sauti Sol ni group ambayo imekuwa na mizizi ya mziki, true music. Hapa nazungumzia live act performance. Live act performance imekuwepo East Africa ikiraniwa na Sauti Sol. I think maybe because ilikuwa ni group, that is why ilikuwa hard kuanza sasa kucompare Sauti Sol and Diamond, Sauti Sol and Alikiba, Sauti Sol and Harmonize, etc. Ilikuwa hard. Sasa because sasa one of the guys ambao walikuwa ni pillars wa hii group, kati ya watu ambao walikuwa na run group, lead vocalists, sisemi wengine hawakuwa wanafanya vizuri, lakini kuna Savara ambaye pia ni mnoma. Yani nyinyi mnasema, Tanzanians mnasema Bien ni mnoma kwa live, na mnakubali, lakini hamjamsikia vizuri pia Savara. Yani wote, lakini sasa tunamzungumzia Bien. Kujaribu kucompare Bien na any Tanzanian artist ama any East African artist kwa upande wa live act ama live performance, hiyo kwanza ni, I think ni disrespect kwa Sauti Sol kwanza, because Sauti Sol, as you all know, wamekuwa wakirun mziki wa live hapa East Africa. You know that. Vile nimesema tu ilikuwa hard kuanza kucompare individual artists na Sauti Sol. Ilikuwa ni very hard. Lakini kama wewe unajua Sauti Sol, nani ambaye amekuwa kama backbone kwenye masuala ya vocals, masuala ya, yani nani anaonekana sana lead singer wa Sauti Sol alikuwa ni nani? Ni Bien. Kwa hivyo I don't know why Tanzanians wamekuwa shocked. I don't know. Lakini pia watu wakaanza comparison. Kuna issue pia imetokea Tanzania. Nimeona hapo pia bado ina trend hapa. Master J alikuwa ameulizwa swali, the reason why Bien anaona Bien ni mkali, lakini the journalist akataka kujua kati ya Alikiba and Bien nani mkali kwa live performance. Hapo sasa ndio vitu zikatokea. Master J said that Alikiba sijui ni mbanapua, I don't know, kitu kama hiyo. Lakini pia nikajiuliza, Tanzanians, you can make me understand. Mkisema mtu ni mbanapua, yani anaimba akifunga pua, in that akiwa studio anafanya hivyo ndio sauti toke ile sauti laini, ile smooth. I don't know. Because ukisema Master J akisema Alikiba ni mbanapua, Bien ndio the best. Of course Bien is the best in East Africa. Lakini kwa upande wa kubanapua, nataka Tanzanians mniambie, kwani Alikiba huwa akirekodi kwa studio anafunga pua ndio sauti itoke vizuri? Hebu mniambie, kwa sababu pia kama unafunga pua ama unabana pua time una record kwa studio ili kufanya maujanja sauti itoke vizuri, it means uwezi imba live shows. You can't. Yeah, you can't do that unless kubana pua ina maana nyingine. Kubana si ni kufunga, kufunga ama kufinyilia ama vipi? Sasa kama unafanya hivyo kwa studio kufanya ujanja ndio sauti itoke nzuri, sauti haiwezi toka fiti kama
uko kwa stage una perform. Niliattend for the first time I attended Alikiba's show pale Raha Fest, and it was really dope. Yani ni kati ya, in fact, kulingana na mimi, my opinion, in East Africa individual artists wenye wanaimba vizuri live band, number 1 ni Bien, number 2 Alikiba. Kwa wenye nawajua nimesha attend show zao kwa what I saw at Raha Festival, yani that one I can tell you. That is why pia nilishindwa kuelewa Master J. Master J alitakiwa kusema in East Africa Bien number 1, Alikiba hamfiki Bien. Hapo ningeelewa kabisa, lakini amesema Alikiba si muimbaji, ni mbana pua, anaimba akibana pua. Nikajiuliza haje, yani how is it even possible? Because what I know, kuna different ranges za sauti, different watu wamejaliwa different chords, different chords za sauti, lakini pia sounds zina sound different. Kuna mtu anaweza kaimba bass ambaye ni deep kabisa, inaitwa bass 1. Kuna wengine bass ile ya laini kabisa, ile bass nyepesi. Lakini kuna watu ambao wanaimba soprano, sauti ndogo. Kuna watu wanaimba sauti laini, kuna watu wanaimba sauti za juu kama wakina Akiba, sauti ambayo iko almost inaelekea kwa sauti za madem. Unajua madem ni watu ambao wako na sauti za juu sana. Kwa hivyo watu kama kina Alikiba wako na sauti fulani laini na za juu, yani ni kama sauti ya kidemdem kwa maana nyingine, sauti za juu sana. Si wasanii wengi wa kiume, not many male artists can sing such high notes. Yeah, that's what I mean. So Master J anaposema Alikiba alikuwa anabana, ni mbana pua, haimbangi, mimi nilishindwa kukubaliana na nilishindwa kuelewa anabana pua aje, because kama mtu najua unaweza finya pua ukiongea, you see, unasikia hiyo inabadilika, inaenda chini. So nilikuwa nafikiria huwa anabana hivyo ndio sauti toke laini, lakini mtu kama huyo si anaweza struggle sana kuperform live, because Alikiba performed for 1 hour 45 minutes Raha Festival. Nakumbuka vizuri, na ilikuwa yani throughout, despite ile interruption ya tear gas, lakini alirudi akafanya. But before tear gas aliimba live band non-stop, back to back. Si kuona akistruggle ama akifanya ujanja ya kufinya pua ama kubana pua ndio nini. Tanzanians, niambie hapo kwa comment niweze kuelewa. Lakini nilikuwa nazungumzia Bien. So Bien ameshangaza Tanzanians, you need to know kwamba Bien ni mtu ambaye ako deeply rooted in music. Huyu jamaa ni mwanamuziki. He is a musician. Na kwa live act here in East Africa, sisi tumeshangaa, mmeshangaa nyinyi. Sisi we've known that always, that Sauti Sol ndio the best in East Africa. Na sasa individual kama Bien akitoka sasa akae kwa solo career, definitely atakuwa the best in East Africa. Na hajatoka Savara nyinyi. Savara is just getting started kutoa mambo yake nini muziki. Savara pia show yake ni hivyo tu, baddest. Kwa hivyo ngojeni tu muone Sauti Sol members wote wakitoka nje, especially Savara pia. Expect magic. Hawa ni watu ambao wamekaa kwa muziki, deeply rooted in music. They are real musicians. And nimepata time nyingine kutoka Tanzania, kuna entertainers, kuna musicians na kuna artists. So wewe unaweza classify, sitaki nitaje majina ya wasanii, watu waanze kuleta issues hapa na pale, lakini generally I was just analyzing performance ya Bien na vile Bien ameshangaza Tanzanians, alafu nikaingiza kati hiyo story ya Master J. By the way, Tanzanians, you need to let me know, but let us know what is it like to say that somebody ana bana pua. Yani, let me know. I'd like to know in simple terms, when you say somebody I don't know, uses that technique to get that smooth sound, anabana pua, anafunga pua, how does it work? Because mtu mwenye anafanya hivyo ujanja akipelekwa kwa show hawezi perform. In fact, kama unafanya hiyo technique, hata kama unaifanya kimiujiza aje, yani lakini lazima ikuwe ni, because ukiwa unaweza kufanya hivyo pia ni skill, lakini huwezi last over 30 minutes kwa stage ukifanya live band.
na hiyo ujanja ya kubana pua. So I think kama Alikiba alikuwa anafanya hiyo ujanja, tungemshika, tungempata, tungemgundua pale Raha Festival, because the Raha Festival, believe you me, Alikiba aliweka headlines after hiyo performance yake. So it is what it is. Ningependa Tanzanians kindly mniambie kubana pua ni kufanya nini. Nimeona hiyo statement sana, inachekesha. Kubana pua when you're singing, how is it even possible? Mtu anabana pua na anaimba, yani sio ni kazi ngumu sana. How hard can it be kuji, ama kama una internally una balance hewa kuflow kwa pua ndio. I don't know mazee, let me know. Lakini nakukumbusha, kama hauja subscribe, make sure kwamba you subscribe and follow closely whatever ina happen, not only in Kenya lakini in East Africa and Africa. Even my Nigerians brothers and sisters, make sure kwamba you subscribe. Ensure that you subscribe, because right now we are One Africa. All trending updates, stories from Kenya and the rest of Africa are going to be coming to you live and direct on Ted Agwa YouTube channel. Bye bye for now and stay tuned.